magical touch. Hapa ni lockdown na mabuza. Gunzi Warai 2027. Producer Alpha. Kwanza tumpa shukrani bunge wetu kwa nachofanya. Ona inango inang'ara hadi sasa twaji. Leo mtakwenda kupewa vyeti vyenu wa bandari na ama wanabaharia na madriver, lakini nataka tu establish database yetu, kila mtu ajulikane na ni ajulikane na mheshimiwa kwamba fulani ana driving license, alisoma mpaka darasa hili, lakini ana driving license ya mwaka fulani, fulani ana elimu fulani, lakini ana cheti cha ubaharia. Tunaelewana? Kwa sababu huko mbele sasa tunataka tuanze kampeni rasmi ya kujua kwamba tutawasaidia namna gani kupata kazi. Nakushukuru mheshimiwa kwa sababu ya ile step umechukua, especially hii miaka 5 uliyotubeba baada ya kumpokonya yule mzee ambaye anaitwa 00. Umetufanyia kazi sana, umetufanyia kazi sana kwa sababu Kinango pale mahali imefika mahali ambapo iwapo tutapata kiongozi mwenye maono tofauti na wewe, basi sisi wenyewe ama iwapo hatutachunga uongozi wako tutarudi mahali mbali sana. Imebaki nafasi kidogo, ni kama tukaribie kule Singapore rais alikuwa anasema. So kwa machache, kwanza ningeomba kukupongeza kwa niaba ya wenzangu waliosimama pale, watu 60 ambao walienda kule bandari na sponsorship yako, ambao kila mwanafunzi ulimlipia kati ya 31,000. Tunashukuru, tukiwa hapa tunashukuru kwa sababu tunaamini tutapata vyeti vyetu, na kutoka hapa kila mmoja atakuwa baharia kati ya wale watu 60. I think ilikuwa ndoto ya sisi vijana wengi, at least we benefit from our MP, na pia to experience ile the feeling ya kufanya kazi kwenye meli ama kufanya kazi baharini as a saver ya maisha ya watu fulani, na it has been a very big opportunity to us. Kwa hiyo let's appreciate our able MP. Na hata zile meli nyingine zitahitaji wanabaharia, kwa sababu katika ile meli huwa mara nyingi kuna wafanyikazi aina tofauti. Sasa mradi wewe una cheti chako cha baharia, unaweza ukapata kazi yako pale ndani, kwa sababu zile meli zitakuwa zinahitaji watu wa kufua nguo, watu wa kupiga pasi, watu ambao wanadili mambo ya catering ile ndani na mambo mengi. Leo ukiwa cheti uko nacho utakuwa na tabu tena, kwa sababu hata wale waliofuzu juzi tayari, baada ya kufuzu bandari ilitangaza nafasi na wengine waka-apply na wengine mpaka wakafika mahali pa kwenda kufanya interview na cheti hiki cha bandarini cha blue economy, yani itaona baharia. Sasa ikifika kiwango kama hiki, kwa nini tusishukuru tukajua kwamba huu ni mwanzo, tunaanza na tunajua kwamba tunataka kukomboa watoto wetu. Ningetaka wenzangu zile nafasi ambazo kwamba zinaweza tokana na masomo ya bandari waweze kuzipata pia. Akanambia kwa sababu wewe mwenyewe ndio umekuja na umeongea hayo, hata mimi nimekuwa muda mwingi nikifikiria kuhusiana na blue economy, nitakupatia wanafunzi. Nakumbuka alikuwa ameniambia atanipatia wanafunzi 30 peke yake, lakini aliingiwa na morali mpaka saa hii tumefundisha wanafunzi 60. Hawa wanafunzi wote ambao kwamba wamehitimu pale bandari ni baharia. Vile vyeti ambavyo kwamba wanaenda kupata saa hii ni vyeti ambavyo kwamba wanatambulika internationally, yani wanatambulika dunia nzima. Mahali popote ambapo kwamba utaenda ufungue kitabu chako kinaitwa CBC, wewe unajulikana kwamba wewe ni baharia. Ni jukumu letu kwamba hivi karibuni nimemuuliza ofisa wa maritime atuambie kwa mtu kuwa captain anahitaji kuwa na qualification gani, ili sasa tuanze kufanya utafiti wa juu chini, ili tuhakikishe kwamba katikati yetu katika hii Kinango tutapata hata kama ni makapteni 4, tupate hata kama ni mainjinia 4, tupate wale waendeshaji maferi, wale macoxswain, kwa sababu kuna boti ambazo zinanunua za hawa watu wa fisheries wawe coxswain.
pia wende wakajiandikisha. Sasa nikipata zile qualification tutazirudisha huku kwetu, muangalie pale ambapo najua kwamba una suit, kama ni coxswain, kama pengine ni engineer, kama ni captain, kama ni manager. Wewe kazi yako kubwa ni kujitolea, sisi tutakufundisha ili tujue tu sasa tutasubiri na wakati mahali gani tutaweza kupata kazi. Ningemshukuru sana Bwana Gonzirai, ulitusaidia wakati ulivyoangushwa wewe na yule Kenesa amesema sijui kiseruseru. Kwa ukweli nilikuwa nimefungwa Kongo kwa sababu ya leseni miaka 2. Nilivyorudi nikasukuma ofisi mpaka nikapata nafasi na ukanisaidia. Ningeomba wanafunzi wote mliosaidiwa na yule mzee, ikiwa utapigia mtu mwingine, panapo majaliwa Mungu akuchukue, maana utakuwa huna akili. Nafasi hii tulililia muda mrefu sana na ni wengi wanaoililia na hawajapata. Wacha nitoe shukrani kwa Mheshimiwa Gonzirai. Sikuwa nitajua kupeleka gari, nilikuwa nitajua lini eti nitoe 15,000 nilikuwa nitazipata. Acha nimpe congratulations Mheshimiwa Gonzirai. Mheshimiwa, kusema ile ukweli, umetuletea driving school, tumesoma, tumepata ujuzi, lakini kuna changamoto ambayo tulikuwa tunaomba uimalizie, kwa sababu nakwambia hao wote waliosoma driving walipasi wakati huo, lakini kupata leseni itakuwa changamoto sana, kwa sababu kupitia kwa Lingua Driving wametuambia kwamba umelipa 15,000 kwa kila mwanafunzi, lakini tena tunatakana sisi wenyewe tujitolee shilingi 350 na tujipeleke wenyewe mpaka Mombasa Huduma Center, tuende tukachukue vidole na tupigwe picha ndio ili tuweze kupata leseni. Sasa hii wale watu wa phase 1 hizo interim zina expire tarehe 22 mwezi huu wa 3, na iki expire huwezi pata tena hiyo leseni mpaka urudi tena kusoma. Nataka niwasaidie, manake nitakapowaacha hivyo, usipopata ile driving license itakuwa bado hatujafanya kazi. Kweli urongo? Nitengezeni ile list, lakini nitawaomba watu wa Lingua Driving School watusaidie kwamba sisi hizi pesa tutalipa kule kwa ile driving school, halafu wao watakana sisi ili watupeleke kule Huduma Center. Sasa kazi yako itakuwa ni tikiti, kwa sababu pesa zimelipwa kule. Tumeelewana? Tutazipeleka kule kwa driving school, lakini tutawaomba, kwa sababu nami nitawaambia mkimaliza hili zoezi hili nawapatia wanafunzi wengine. Kwa hivyo chukueni hizi pesa, nendeni mkawalipia wanafunzi wote waende zao wakafanywa fingerprint, wapate nini? Lesson zao. Kondoendezi. Nadhani hao wanafunzi tuliwapea ujuzi wa kutosha sana. Hususan mimi mwenyewe nilihakikisha kwamba kila mwanafunzi tukimaliza atakuwa na uwezo wa kuondoa gari na kuendesha kwa barabara, kupatiana sheria zote ambazo zinahusika. Kwa hivyo kazi ni kwenu vijana. Mheshimiwa ameplay part yake, amekupa jembe ukalime. Kwa hivyo bado wewe utafute ajira pale iko. Kazi haiwezi kuja kwa nyumba. That's the reality. Tia bidii na yeye akipata nafasi mahali atakushika mkono. So ni kuwashukuru pamoja na mheshimiwa kwa ile kazi ambayo alitupatia, na tulimheshimisha pia mpaka ground. Kwa hivyo mheshimiwa, tunakuomba kwamba ulifanya kazi nzuri na tunakupongeza sana. Kinango hii mnayoiona hivi sasa, muda si mrefu wahisani na wawekezaji wataanza kujitokeza kwa wingi sana, kwa sababu hivi ninavyozungumza nikiwa katika kamati ya energy, tulikuwa Turkana na Mheshimiwa Rais ana lengo la kwamba kufikia Disemba mwaka huu kutakuwa, yani gari ya kwanza ya mafuta itakuwa imetoka Turkana kuingia Mombasa, gari ya kwanza ya mafuta. Lakini mipango ya serikali ni kwamba
kutakuwa kukitoka gari 600 za mafuta kutoka kule kuja zake Mombasa. Barabara ni hii. Sasa kuna madereva watatoka huku, kuna madereva watatoka wapi? Je, kama leseni zetu tuko nazo na zinaweza zikatumika, sisi wakati mambo yale yanapoendelea hatuwezi kusaidika? Hatuwezi kusaidika. Pili, nafikiri ndani ya kama miezi mitatu inayokuja katika Kinango hii tutaanzisha sisi siti yetu ya kwanza pale Bonji. Mwekezaji ataanza shughuli zake pale Bonji, na pale pia patahitajika madereva na kazi zitakuwa ni nyingi. Tutakapokuwa tunajua kwamba vyeti tuko navyo, tutakuwa na shida tena. Msiende ukalia vyeti vyenu, mkatafute kazi ili mweze kujikimu na maisha yenu. Masababu abayo ajikulosa kuje tozi kwamba mleo hii yukola jamali kwa kifireni ni uwe mwenyozi bidishe umanyonda kuramke nguo unapimira mke onzala sikahiri ya mheshimiwa kahiri akale sagada bauna takurawarika kahiri mtandao kuhakana viongozi urikike maana banahiye ndiawe unye kala siku za nyuma ajikala uongozi na vivi ukalaji poti na henza ndio chakala mwana kemwenga kabo amani kuyo baba wawali akenda poti mnadereva huko hakuna haya tunokabakali kawagayuka hata kasaka yamba rakolera mketulolo nyama unaloka kahiri wanyalani tafadhalini vijana na hukale na msimamo na yule chiwapo turai vijana wenzangu siku hii ya leo nataka kuwasihi pale kwa mtandao mimi huwa ninatazama sana nasikitika kuona kijana wa Kinango. Sisi wengine inaweza kuwa wewe hapo ulipo umeenda college umepata weleo kidogo unakuja pale kwa mtandao ukashifu kiongozi na mzazi wako ni mheshimiwa alimeweza kumsaidia. Kama hauna kitambulisho uchukue kitambulisho, kama hauna kura uchukue kura ili tusidanganywe na wale wezi tuwapatie kura zetu tukateseka. Silali nikasema roho ya niuma kwa sababu nimetukana Kagarilu mwaka hii, kwa sababu imefika mahali ambapo lazima nizoee, na lazima nizoee kwa sababu Musa huyu nayemzungumzia kuna wakati alitusiwa na wanadamu mpaka akamfuata Mungu akamwambia Mungu, tafadhali na kuomba uwafunge midomo hawa binadamu, wananitukana sana. Mungu alimwambia Musa, mimi Mlungu baba ya hawa watu hawa ambao hawa ni watu wangu, lakini wamenitukana na hilo sijalifanya, alaopa kwa huo na nilifanya sikulifanya. Arikia kuhaka. Haya ndio maisha yetu. Tena wacha mtoto tu kwa sababu yatukana, kwa sababu yatukana. Kuna mtoto anaweza kuwa umemwelimisha kutoka darasa la form 1 mpaka form 4 mpaka akaenda aka graduate, lakini ukaja ukamwona anakutukana. Hapa akifika hapo unaidima kondoi. Lakini hayo yote nasema kwamba ni kawaida, kwa sababu mti wenye mazao lazima ufanye nini? Pigwe mawe. Sasa haya mimi huwa nakubaliana na haya. Wacheni wafanye kwa sababu ni raha yao. Wasipofanya hivyo wanajisikia kwamba wana mapungufu. Mimi kwangu nasema na iwe mradi tu mimi ni mjumbe wa Kinango. Una hakari mjumbe wa Kinango. Manaka wanakosa. Kwa sababu mimi wakinitukana ni kwa sababu na hiki kiti ambacho ni kiti cha Kinango, lakini nasaidia watu wangu. Sasa sina shida. Shida ni hiki kiti. Nilipoanguka hakuna mtu aliyenitukana hapa Kinango nzima. Lakini baada ya kurudi mamlakani makosa yangu yakaanza kupatikana. Haya ikifika kiwango hicho, Ganedi mimi mwanadamu. Ni jambo la kawaida. Silaloni la gulanze pia Kifyonzo Mwangoni